Kuja kuichunguza kaburi na kusema labda neno fupi na tunarudi nyumbani. Samani wa kulia mwache kulia, mkaze mioyo. Najua kama ni vigumu sana hii kufika yetu hapa. Najua kuna wengine wanakumbuka zaidi na ndio wanaanza kulia, lakini nawasihi mkaze mioyo. Okay, sisi ni jamaa na kwa niaba ya jamaa, neno ya jamaa sitakuwa mrefu sana, nikisema tu kwanza kama hata kwanza tuwashukuru wote ambao mmepiga hatua na kufika mahali hapa, maana si jambo rahisi kweli. Kazi ni mingi na leo labda ni siku ya sikukuu ile wanasema ni ya Pasaka, labda wengine wangeenda kushughuli zao za Pasaka, lakini mmejitolea kuja kuungana nasi ili kuja kupiga hii hatua ambayo tukwamo leo. Ndio maana tunasema asante kwenu na Mungu aendelee kuwabariki kwa upendo huu ambao mnatuonyesha kwa muda na saa kama na hii. Okay, neno ya pili ni kwamba nadhani ya kwamba sote tulifahamu kaka ambaye ametuacha, huyu baba ambaye anatuacha, huyu babu ambaye anatuacha, niseme kwa ngambo zote, sababu alikuwa sasa ni mshamuka, alizaa watoto nao wakazaa, aliitwa kwa majina zote. Nadhani ni hivyo wapendwa. Ndio. Aliitwa kweli kwa majina zote na kila ambaye alimfahamu, na ndio maana kati yetu tulipiga hatua na kufika mahali. Na kwa leo tunakuja tu kutembelea kaburi na kusema neno fupi kwa mfano ambao ni
kuja kumaliza msiba wake. Kama unavyoniona hapa, kwa majina naitwa Anisa Salmada, mimi journalist wako kutoka Atlas Media TV. Usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare. Labda ningependa kumuuliza mzee wangu maswali mawili kutoka kwake. Yeye kama mzee wa familia angependa kutuambia maisha ya marehemu na kwenda kujua mengi sana kutoka kwake. Jambo mzee. Jambo sana dada journalist. Kwa majina naitwa Kuibe Kabozire. Kuibe Kabozire. Emmanuel. Marehemu alokufa ni nani yako? Marehemu aliyekufa ni kaka yangu kabisa. Yeye ni wa kwanza, mimi ni wa pili kwa kuzaliwa. Kabisa kisha yeye. Marehemu alikufa akiwa na miaka? Kakangu hapa ambaye amefariki na miaka 63, 63 ans. Kwa marehemu amekufa nayo. Marehemu amekufa akiwa na wanawake wangapi? Okay, kakaangu marehemu amefariki akiwa alijaliwa kuwaoa wanawake watatu. Marehemu mwanamke wake wa kwanza alizaa naye watoto wangapi? Marehemu mke wake wa kwanza amezaa naye watoto wawili. Wa pili amezaa naye watoto watatu. Ndio. Watatu naye alizaa naye au? Watatu hakubahatika kuzaa naye. Ndo amefariki naye hapa nyumbani. Wakiwa mkononi mwake. Marehemu alikuwa kwa muda gani? Marehemu ameugua kabisa muda wa kutosha zaidi ya mwaka. Kilichomsumbua kakangu hapa vraiment aliugua miguu, ilikuwa inamsumbua sana, mara mingi miguu inaingia gaze, miguu inakauka, alafu ilimsumbua sana kweli. Wewe kama baba wa familia ambaye umebaki, unategemea je, tofauti na gisi baba wa familia alikuwa na ilea, wewe utamudu kutokana na watoto ambao aliwaacha? Utaweza au kuna changamoto ambazo ziko katikati? Kwa hiyo kwa kweli changamoto haziwezi kukosekana, maana unajua maisha tena ndio hivyo tena inasumbua. Lakini tutajikaza pamoja na Mungu. Mungu atasaidia namna, maana Mungu anakuwa na mipango yake kwa mwanadamu naye anakuwa na mipango yake. Atlas Media TV, kama nilivyokuambia, nimeweza kuongea na baba mzazi, sasa hivi naongea na binti wa marehemu. Sasa nikajua ni wangapi kwenye familia, mengi zaidi yeye ndo ambaye atatujuza. Kwa sasa ningeomba tumsikilize. Dada, mambo? Mimi naitwa Amina, sijui mwenzangu naitwa nani? Virginie vya Mungu. Virginie vya Mungu. Wewe ni mtoto wangapi kwa marehemu? Wa mwisho. Kwa mama mkubwa, kwa mama mdogo? Mama mdogo, mama wa katikati. Mama yako anaitwa nani? Consolata Mawezi. Consolata Mawezi. Una miaka mingapi? Mie miaka 28. Wewe kama wewe, kifo cha marehemu baba yako alianza kuugua kwa muda gani? Babangu aligua kwa muda mrefu kwa kusumbuliwa na miguu. Alilia sana, miguu na mluma zaidi, ila kulikuwa kunafika mara na gonjwa, tunambeba hospitali, wanamtunza, kisha napona, tunarudia tena nyumbani. Ndio, babako ameugua muda mrefu miguu. Ndio, nimeelewa. Kwanza pole kwa yote ambayo yamekukuta wewe kama binti kwenye familia ambayo mzee ameiacha, kwa sababu watoto wa baba mkubwa, wa mama mkubwa, wa mama mdogo. Wewe ni binti wangapi kwenye familia? Binti wa pili. Binti wa pili. Mko wa binti wangapi? Wawili. Mwenzako anaishi wapi? Lubumbashi. Wewe kama binti wa marehemu, unaweza kutuambia nini siku kama leo unamuaga baba yako na babako amekuachia usia gani kwenye familia? Ya zaidi, babangu alikuwa akinifurahisha sana kufuatana na vurugu zake. Alikuwa anakufana kuvuruga, kisha muda kidogo tena anakufurahisha. Okay, anakuvuruga kwa kosa gani? Labda kuna wale wazee ambao wanakuwa wako sawa kilivyo, ameshatoka kutengeneza kitu, anakuja anakuvuruga kiaje? Au anakuvuruga tu umelala umeamka na kuvuruga kiaje? Na unaweza kuonyesha maelezo, kwa sababu kuna watu ambao wanakutizama. Sio hivyo, haikukua kuhusu kama anakunywa wala nini. Sio hivyo, ilikuwa ni kawaida yake tu, hakukuwa anafichika tabia yake. Ndio, alikuwa mzuri kwa tabia zake, na mara anakuvuruga na mara anakufurahisha. Ndio gisi alikuwa na mtu, kila mwenye alimzoea alimzoea ni hivyo. Ndio gisi alikuwa anakuvuruga, kisha muda kidogo tena anakufurahisha. Labda nikuulize, wewe umeolewa au bado uko hapa? Nimeolewa. Mume wako yuko wapi na una watoto wangapi? Mume wangu yuko hapa, tuko naye hapa. Ndio. Labda nikuulize swali la mwisho dada yangu, wewe kama kipenzi cha familia, baba yako amekuachia usia gani kwenye familia? Wewe kama dada wa pili kwenye familia.
Babangu nilikuwa namsogelea sana kwa sababu mimi ndio nilichikuta nabaki hapa naye. Nilimhudumia kufatana na wakubwa zangu gisi wameniongoza na kufatana na roho yangu gisi ilikuwa. Na kufatana na familia gisi tulienda. Ndio. Tulikaribisha wageni. Tuliishi pamoja. Ilikuwa mara kwa mara nikikuja ananikaribisha kwa hivyo. Sasa utanisamika kuongeza swali la mwisho dada yangu. Wewe umebaki kwenye familia. Nataka nikuulize, kwa miaka ulioishi na baba yako akiwa yuko mgonjwa, ulimsaidia mangapi? Misaada haijalishi ni yaseme, ila nilisaidia. Wakaka yako ambao wako nje, wako nchi tofauti na hapa unapoishi wewe, kuna mchango ambao wanaweza kuwa waliweka kwenye familia au kuna tofauti ambazo ziko kwenye familia? Maana tunajua kuna watu ambao wanatizama hii channel yetu hapa Atlas Media TV, leo kesho unaweza ukapata msaada ukasaidiwa. Maana kuna yale na yale tofauti, kesho unaweza ukasaidiwa vitu kama na hivyo. Labda ningependa uwe wazi dada yangu, utuambie yale machache ambayo yanaendelea. Ningekuuliza swali la mwisho. Je, wewe usia gani uliopata kwa marehemu, wewe kama dada wa pili uliobaki kwenye familia, unaweza ukalea familia au je utaendelea kulea watoto wako tofauti na familia yako? Mimi kulea familia tunaungana, sio kama tunaachana, tuko wote pamoja kufatana na watu babangu aliniachia wa karibu, wa babangu mdogo, wa kaka zangu, tuko sote kwa hapa Uvira. Lakini kuna wengine wako Marekani tunaishi nao, tuko kama tuko fasi moja ila hatuko fasi moja. Ndio, na wanasaidia watu kama wanatusaidia kufatana. Okay, na mpenzi mtazamaji wa Atlas Media TV, kama tulivyomsikia mtoto wa marehemu, labda dada, ningekuuliza swali langu la mwisho, labda nende kwa babako mdogo anayefuata. Wewe kama wewe unaweza kushauri nini familia yako? Familia yangu naishauri tusikuwe na magombano, na tukigombana tukuwe wa karibu sana kulomba msamaha kwa mwingine. Na zaidi tuko mdunia sisi wote tuko na madhaifu, kila mtu ana madhaifu yake. Inabidi kuchukuliana magumu. Na sio kusema kama tunaacha wandugu zetu, hapana, na sio kusema wandugu zetu wanatuacha, hapana. Ila tunahitaji ndugu zetu watusogelee karibu kwa ajili ya kutupatia pole tena zaidi. Mzee wangu jambo. Jambo sana. Majina unaitwa nani? Mimi naitwa kwa jina la Hatari Kishungu Joseph. Hatari Kishungu Joseph. Wewe kama kiongozi wa familia ambaye umebaki katika watu wawili watatu, wewe kama wewe, majonzi kiasi gani ambayo umeyapitia kwa msiba wa ndugu yako? Antuka mimi majonzi inashuka tena kama kawaida, kwa sababu mimi nakumbuka ndugu yangu gisi tumeishi naye, tuliishi naye vizuri sana bila matatizo yoyote, na mashauri aliyonipa ninayakumbuka kila wakati, na hivi ninamkumbuka kila wakati na kila dakika. Labda ningekuuliza swali, wewe kama ambaye umebaki wa chini wa kaka yako wa familia, una wake wangapi? Mimi nina wake wawili. Wake wawili. Wewe kama kiongozi wa familia umebaki hapo, unaweza ukashauri nini watoto ambao wamebaki kwa marehemu? Mimi kuwashauri watoto wa marehemu, antuka wapendane kwanza, ndio jambo la maana kabisa kabisa, na wasikilizane vizuri, na wakati watakapo kukutana, kwa sababu masahani haikosei kukutana, wanatusogelea sisi wazazi, tunawashauria, tunawapa shauri kama kawaida. Je, kwenye familia yenu kuna upendo au kuna tofauti za kifamilia hapa na pale? Labda kuna wale ambao wako mbali hawaweza kusapoti kilio cha ndugu yako, wewe kama wewe, na una ujungu na una mateso kuhusu ndugu yako. Antuka kungamba familia yetu tuna upendo, kwa sababu hatungekuwa na upendo hatungekuja kusherekea sikukuu ya siku 40 ya ndugu yetu. Labda nikuulize swali langu, maana tulitoka mimi na wewe tulienda kwenye kaburi la marehemu. Maana marehemu alikufa akiwa na umri wa miaka gani? Na kwa nini kaburi lake hamjalijenga? Kama tutalijenga kaburi ya marehemu tutalijenga tu juu, kwa sababu tungali tunatayarisha vyombo vya kuijenga.
lakini siku kidogo tutaijenga tu. Naweza nikakuuliza swali langu baba yangu, kama wewe umebaki kiongozi wa pili au watatu kwenye familia katika nchi ambayo unaishi hapa au mji unaoishi wewe, kuna usalama au marehemu anaweza kuwa alikuwa na tofauti hapa na pale na watu ambao wanaishi nao? Antukaa marehemu kufuatana na gisi alikuwa akiishi hapa Korake, alikuwa akiishi vizuri sana na wajirani, alikuwa na upendo na wajirani, na wajirani walimshukuru sana na wakamfurahia sana. Na wakati nilikuwa nikikuja hapa kwake kwa marehemu hapa Korake, antukaa alikuwa akinambia, na kufuatana na wajirani walikuwa wakimsogelea zaidi sana, hata watoto, vijana na wazee. Bwana Yesu amepewa Mungu, tuwashukuru mapendo. Bwana Yesu amepewa Mungu, tuwashukuru mapendo. Mapendo, mapendo ya kweli hayamerithi, mapendo, mapendo kamili yanavumili, mapendo, mapendo makubwa yahesabu mabaya, mapendo makubwa yahesabu mabaya. Mapendo, mapendo ya kweli hayamerithi, mapendo, mapendo kamili yanavumili, mapendo, mapendo. Siku pastori, siku mhubiri, tunazoea hivi neno sana, maana ya maneno ya Mungu. Ni kusema hivi kama jinsi moderator wetu anataka kutuambia, muda unaenda, sitakuwa mrefu sana. Kwa kweli mimi ni mdogo wa marehemu kama jinsi ametoka kuyasema. Na kama niko mdogo wa marehemu na ni mimi ambaye ninabaki kwa jamaa hili la ndani, sio kujitapa, lakini nitaka ambaye hafahamu hilo alifahamu. Na kama nyimbo hii ningependa tena tuone kama wengine, ningetamani sana kwa jamaa letu la Balizi, ningetamani sana kwa jamaa letu la ndani, upendo uwe katikati yetu. Maana upendo unasitiri mabaya, maana upendo unaleta umoja, upendo unaleta ukimya, upendo unaleta kila kitu chema. Haiko vile kwa mama na baba. Lakini kama hakuna upendo na yake tunatengana, na kutengana ni dhaifu. Haiko vile, sote tukumbuke kwamba tuko wa kukufa, tutapita. Lakini vitu vinaambaka vibadilike. Si ndio? Basi huyu kakaangu ambaye amefariki kwa niaba ya jamaa yetu la Balizi la ndani, kwa kweli huyu kakaangu tayari ameniacha, na hakika ameniachia mzigo. Acha niite kodi. Ameniachia mzigo, na hii mzigo ambayo ameniachia, ikiwa kama hatakuwa na upendo, hakuna kitu kitafikia kwetu. Ikiwa kama tutafikiana, wapendwa, ndugu zangu, dada zangu, sijui na wengine, hakuna kitu kitafikia kwetu. Kumbe kwa hiyo ningeliwasi ambao tumebaki, tuungane mkono kwa mkono ili tufanye kitu kimoja. Yanayobaki tuachie Mungu, na Mungu atatusaidia. Amen. Magumu ilipitikana wakati ya vita, lakini mlijikata mkakuya. Na hivi tena mimi nafurahi kuona masura mbalimbali ya kutoka kuna huku wenye walikuwa wanajua sisi tunaishi pamoja na mume wangu, na mnafikia tena kukutana hapa. Nasema asante na Mungu awabariki, awajaze ile mapendo, iko kwa sisi tu, iwe kwa wengine wote. Sio bali tunawakia wajane, hakuna mwingine mwenye atatupatia mwingine. Bwana tutalea tu ni watoto. Amen. Asante sana kwa kuweza kunipatia neno. Mimi ni Manyana, ninjo naoa binti wa mwisho ninjo mamkwe yake. Nashukuru sana kwa kuwa uliweza kunipatia neno ili niweze kusema. Asante. Jina langu naitwa Consolate Chirangashana.
Manyana wangu na anaitwa Consolati. Tulikutanana wa mazina na ndio vile tuko jisi. Wengine wa manyana wanagambanaka, anapiganaka, wanatetanaka, si maana yake ni jisi. Manyana wangu wawili hapa wiko hapa. Manyana waangalie mzuri, hapana kujibagua. Usijibague kuwatu. Ukisikia tuko na shida tujongelee. Na sisi tukisikia na uko na shida na wewe tukujongelee. Hapana vile vya kujifanya hivi, hapana. Asante. Ni kwa niaba ya Bajumba. Bajumba wanasema ndio kwa niaba wanasema shukrani kwanza. Wanashukuru sana kuona tena mnafika tena kuhudhuria ku 40 jour yake. Antuka na mimi raporo nilipanaka. Mimi ni mloko wa Bayomba. Mimi ni kade. Nilipatia raporo yote wakasema merci sana. Na leo tena napatia raporo. Wananiambia ni bashukuru sana. Kitendo mlifanya ni mzuri sana. Na leo iko sawa vile ni ambiance. Tunafurahi basi kwa kununika tena na vile ile fete yake ya mwisho. Sasa tunacheza tunafurahi. Haiko sio tu ni Malegra alienda me tulanya wengine. Na vile tutulita tena furaha tena. Merci. Vigelegele kwa Mjomba, jamaa nzima la Balizi. Nitaomba mkutano mzima tusimame. Tukumbuke hayati ya Mungu Selemani kwa dakika moja. Asante, tuweze kukaa. Basi kwa niaba ya jamaa la Balizi tunakuwa na tabasamu kwa kusherehekea hii siku 40 baada ya kusitiri baba mkubwa Babu Mungu Selemani ambaye walimzoea sana kwa jina la Kivuruga la Videzo. Kwa hiyo tuombe jamaa ambalo limeachwa na hayati, kama jinsi mtangulizi mkubwa ametoka kuongea kusema kwamba tufungane na neno linasema upendo, sababu upendo unavumilia yote, mabaya na mazuri. Kukiwa mazuri ambayo yatakuwa hapa, waitane, waifunge pamoja, waisherehekee kwa pamoja. Kukiwa ubaya, sababu duniani tuna mambo mawili ambayo tunayoyapitia, tunakuwa na magumu na tunakuwa vile vile na furaha, na kwa yote jamaa liweze kufungana wawe kitu kimoja, itakuwa ni kitu kizuri sana na kitadumisha umoja na ule upendo ndani ya familia na marehemu ya Mungu Selemani na Videzo. Ninakumbuka neno ambalo ametuambia Mwami Papi siku ile ya kusitiri mwili wa marehemu. Alituambia hivi, hata kama yuko Angleterre lakini yuko pamoja na sisi hapa Kongo, hususan Uvira. Kwa yote ambayo yatatupata tumujulishe, na tukafurahia neno kubwa ambalo ametuambia
kwa mjane au kwa wajane walioachwa na baba yao, kamwe hata waachilia, watakuwa nao kwa ni upendo. Kila siku kote kutakuwa magumu kwa kama mnapasha sogelea watu na tunapasha sogelea watu, sisi tunatusogelea siku ya leo. Tunashukuru sana. Amen. Amen, amen. Tunashukuru sana kusikia neno. Kama mimi nasimama hapa kwa niaba ya marafiki, kwa maana marehemu tuliishi naye Mulongo na ndugu hatari ataka simama akuya hapa. Basi tunapitisha kipindi virepe delegasio kutoka Mulongo ukuya hapa iseme neno. Tunapitisha virepe hivi alikuwa anasema kwa niaba ya watu wa Mulongo. Wenye wajua walitoka Mulongo ni walikuwa wetu wakaribia hapa waseme. Karibu. Watu wa Mulongo wasimame tu. Kwa niaba ya marafiki sasa kuna neno mbili wala tatu. Marehemu Kivuriga tuliishi naye mzuri sana pale Mulongo. Hakuna tatu wetu kwa naye. Hata hawa bado baba yetu na hata wadarso wetu wote walikumalia mlacho wetu shirote pale. Kuna wakomaza ngaribu yake wote tuko pamoja shirote. Tunaingia shirote kanisa moja, tulione moja. Mpaka saa alikiaolewa afiri wake. Na sisi kwa niaba marafiki, kwa maana mtu maisha inakuwa vipindi vitatu. Inataka ndoa na kuzaliwa na kifo. Ndio vitu vitatu maisha ya seremoni ya mtu. Na kwa niaba ya marafiki sisi wa Mulongo tunamtakia marehemu apumzike kwa amani. Kwa maana sisi tulikuwa tunampenda, lakini Mungu amempenda kuliko sio. Yeye ndiye alijua maisha yake. Sisi tuliona kimwili kiroho ni Mungu ndiye anajua. Ndio maana tunamtakia Mungu apumzike kwa amani na amlaze pahali pema. Asante. Moja kwa moja delegasio kutoka Mulongo. Hapa wenye wanatoka hapa ni barafiki. Huko barafiki na delegasio sasa kutoka Mulongo. Ni leo tu vile. Nadhani siku ya kuzika tulikuwa tena hapa tukatoa neno na tukatosha envelope ya kilo juu ya ndugu yetu mama na kijana wetu. Tuna englobe yote vile juu kijana iko ndani mwetu tena kwa kazi ambayo tunafanyaka ya vijana. Papa Tari ni conseiller wetu. Ni conseiller na mama aliyefisha iko hapa ni mama yetu na Maseka. Tulisema hatutamwachilia siku zote hata kama ashahamia tena nchi jirani, lakini iko pamoja nasi. Sababu gani? Ni mama alituangalia kwa mashida mbalimbali yenye tunakuwa nayo ndani ya kata ya Mulongo. Alitusogelea kwa shauri na kwa kunyoosha ile msaada mbalimbali. Mnajua tukipata magumu ya vilio au kama tuko na shida fulani fulani tunawakimbilia kwa watu kama wale. Ndio maana tulisema delegasio ya Mulongo itatoa neno, na hiyo neno tungependelea tumwambie mama yetu kwenye iko ile mfano na ile msaada ulikuwa natupatia ya mashauri na kitu fulani kwa kazi mbalimbali ya jeunesse au ya zingine seremoni zenye tulikuwa tunafanya kama hii kama zingine. Mama, usituachilie, uzidi kuwa natuona na kutunyoshea mkono. Kama ni mashauri tuma hata kwa telefone itafika. Tuko pamoja nawe kiroho na kimwili. Basi nadhani hatari alishasema kuwimbo upendo, na ile upendo
uitumishe mahali popote uendapo, tuko pamoja nao, tunakushindikiza nyuma. Nataka kumalizia juu ya Pichen. Pichen naye vile vile tulimwambia kwa kilio, kama uko kule ujue kama uko pia kwetu, kwa shida mbalimbali zenye tuko tunafanya ndani ya quartier yako, kwenye ulikuwa ulikomalia, ulifanya kila kitu na ukatokea. Awe nakumbuka vijana, mama wewe unamwambia kwa telefoni, awe nakumbuka muda ya kuuliza vijana wenye uliacha kule, unaweza kuwa na shida ya kiti, hatari atafikisha habari. Yeye ni conseiller Kabambi. Unaweza kuwa na shida ya kununua kitu fulani kwa yule mkosefu, hata paracetamol tunakimbilia. Unajua system ule mtu asiteseke bure. Unajua kuko siku tulipata mtoto mmoja kufaka pale, bali mtupa kumulo ngwe ama mtu mwatamzika. Ni sisi vijana ndio. Asante kwanza kwa kuona umati hapa. Sisi kama watoto wa marehemu, kwa jinsi mnafahamu, imesemekana kama mtoto mwanamke atasema. Kwa kweli mtoto mwanamke ambaye mtapatia neno ama ambaye mmempatia neno tayari amekisha kuolewa, na tuko hapa kwa kuhonore baba yetu ambaye alituacha, na hatuwezi kosa kusema asante kwa jinsi mliacha kazi zenu. Fete ziko fasi nyingi, mkakuja tena hapa kusudi mke mtuhonore. Kwa hiyo nasema asante, na istoshe na mwachia mke wangu na Mike aseme ya kufuatia. Karibuni tena. Amjambo, na washukuru sana tena sana. Maake hapa niko kwa niaba ya watoto ya Mungu. Niko kwa niaba ya watoto wa Bia Mungu. Kwa watoto wake ni watoto 4 ndio walizaa. Na watoto 4 watatu hawako hapa, mimi niko peke yangu hapa. Na washukuru kwa kuwa mlinisikia, mwenye niletea kikaratasi alinisikia na anakuja hapa. Mungu awabariki sana. Muzidi kuwa hivi hivi gisi mulivyo. Haijalishi mengi, haijalishi nini, lakini tunashukuru sana tena sana. Mungu awabariki. Na pengamia kwa wazazi wangu. Mimi naishi mu watoto wa Wambanda, lakini sioni kama ni Wambanda. Kwa nini? Babangu alioa mke wa kwanza akazaa naye. Mke wa pili akazaa naye. Watatu ndio huyu waliacha akufaulu kuzaa naye. Ila simkamati kama mama wa kuogota, hapana. Na mheshimia, nampa heshima zake. Nampa heshima zake. Jua ingekuwa simpi heshima, singejaribu kumuita mama. Ila namuita mama. Alitutunzia baba kwa uwezo wake wote, aliweza. Jushia hatungeweza. Tulikuwa tunaweza kidogo huku na huko, lakini mengi yeye ndio aliyaweza. Watatuma pesa, watafanya nini, lakini wale hawakuweza. Sagisi yeye alikuwa naye. Kenda sema kwa kifupi, Mungu azidi kumbariki. Mama yangu, jipe moyo. Jipe moyo. Mamangu mzazi. Pia na uko hapo. Usimkamati ule samba ndaya yako, hapana. Na ukuwahi kuikamata wala ukuwahi kuifanya hivyo. Kila mara ulikuwa unaniambia, mama yako mdogo asiogopi, mimi simkamati samba ndaya. Na nilichunga ile na niliishi sawa. Mama nilimkamata sawa mama yangu. Haijalishi wengi wanasema atakufa mbaya, atakufa nini, lakini sikuogopa. Sikuogopa hata siku moja. Ila niliishi naye na mpaka saa hii naishi naye. Silali naye nyumba moja, lakini mara kwa mara nikiwezewa nafika nyumbani. Ananihudumia kama mtoto tu. Mungu akubariki mamangu. Mungu awabariki, awalinde, awape mwisho mzuri na nyinyi. Na wandugu zangu, na washukuru sana kwa kutufikishia tena, kutujazia tena. Maxi niseme nini? Naishia tu hapo. Ya zaidi namshukuru mume wangu
kwa kuwa ananishika bega kwa bega kila nikikuwa nyumbani kwetu. Kila nikikuwa nyumbani kwetu ananiunga mkono. Wengine wanasema ulimtia huyu mume wako nini? Umemfanya nini? Kwa nini? Ila namshukuru sana. Kama kuko wanaume wengine wako hapa, waangalie mfano kwa hili. Nampenda sana mume wangu. Na sio kusema tu mie peke nampenda, ila na wazazi wangu wanamfurahia. Naye pia anafurahia wazazi wangu. Washangazi wangu mko hapa, mume wangu hajawahi kuwakosea bado. Anawaheshimia. Kama mimi nakosea, mimi niko mdogo sana kwa nyinyi. Yaani, kwa maana neno la Mungu linasema mshukuru kwa kila jambo, na tunatoa mkono wa shukrani, na ya kufanya tunaweza sema jamaa ya Kivuruga yenye tunaweza wapambia upendo ndio ya kwanza. Yaani kukua upendo hakuna kitu kinaweza shindikana mjamaa. Yaani muishi kwa upendo, muishi kwa kupendana, ndio neno serikali inaweza wapatia. Asante. Tunapigia serikali kigelegele. Malinga ya Basikadere. Malinga Basikadere. Yes. Eza malinga ya circonstation. Ela. Wapi ya plastiki. Eza presa kitoko. We are very happy to see you again. Yes, we are there. Mambo mazuri mazuri. Unataka stress mbele kupiga msosi. Unataka stress mbele kupiga msosi. Hakuna kupiga msosi na stress. Yes.
Mambo ya bien. Hapa tunakimbiza stress. Tunaleta upako. Basi asante kwa nini tulianza tulikuita. Tunafika katika kipindi cha kutumia chakula. Ukibariki, ukitakasa kilete nguvu na afya ndani yetu. Basi yote mchina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Mbona mwitike amen na kuraji. Mnashirikia chakula. Mnaonesha kwanza furaha iko. Furaha iko. Mnaonesha furaha yumu. Mbona okay naiona iko kabisa. Very nice. Mbona utumbo la life. Mambo ya bien. Papa, tunasema karibu na mama tunapita kwanza mbele, unanawa mikono. Mje mnawisha ya papa na mama. Mnanawa mikono kisha mnakuja mnachukua sahani na chakula na vinywaji pia. Yes. Wapi akanako? Atlas TV. Esa presse kitoko. Presse mfano. Mbele. Hapa tunaona nyama. Hapa tunaona mafrite. Tunaona sombe kidogo sombe nusu. Takatana wewe. Tunaona ugali Yes, tunaona galeta, tunaona chapati. Na tunaona sosison. Mambo ya vitamu sana. Hata unameza mate kule utakifikia tu chakula ni kingi sana. Chakula iko mingi sana. Wapi hizo? Master Majatanse. Baisifike noko God. Ela. Wapi oncle? Heshima zako oncle. Yes. Ataleta kisasa kwa muziki. Ataleta kisasa. Enjoy meal, please. Enjoy meal. I see you are free, huh? You must be your quantity. Without crying anything, you are free. Mitira Salvin, bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Mi parola se la ispirato l'infone. Pole pole mama, so simple. La presse, la presse. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Il dit la Salvine, bon appétit. Il dit la Salvine, bon appétit. Bon appétit. Le dit la Salvine, bon appétit. Tamanga.
Deus. Deus é presente. Me vidas. Me estas comigo. Assim. Me estas. Me estás cantando. Ah, esperando el livro. Apete pressa. Hola, Pepito. Lanza njema. Enjoy me, please. Hola, la petitas. Ese sistema de kukula na kukimbia msasi. Ese sistema de kukula na kukimbia msasi. Unasema karibu kwa vijana wetu, njoni huko mchukue chakula, njoni. Yes. Ela. Chakula iko sasa kwenye maisha yake. Ela. Inasawazisha chakula tumboni. Usidharau kuitoka mezani yako. Usije tukalaumiana kesho. Kesho ni siku ya kazi, usishinde kwenda makazini kule jamani. Mkachungeni kuna siri kubwa sana. Umayoneze kama siri kubwa. Ukizarau kuchukua mayoneze utajisikilia. Ela. Wapi protokole kitoko? Wapi Atlas TV? The director wonder. We are very happy to see you again. We are pleased again, I say. The protester victor. We are eating. Thanks, Lord. Unasikia mayonnaise. Unasikia kachumbari. Yes, sir. Yes, sir. Lazima kusema bora Betis. Kama wapenzi.
Ona sasa vizuri. Ela. Yesu asifiwe. Unasiba sana kwa raha zako. Connection Mombasa. Wapi connection? Fanya makali yako. Ela. Wapi? Atlas TV. Ela. So we come to finish today. We praise the Lord. Yes, sir. Ela. Ela. Yesu mambo atakasa. Takasa. Takasa. Ela. Wapi couple Rafael? Yes, sir. Eza Takasa. Mambo akitoka. Hakuna anayesatika ili mradi usitafune meno. Wapi delegation mwenyewe? Wapi protokoli ya kidogo? Nakulia kwa sababu hakuna mambo ya mtoto. Vitu ya estetika. Our fathers and the mothers inside. We praise the Lord to protect them. Did I see them here? They are enjoying your task here. We praise the Lord. DJ, inakosa kupatia muziki kutamka kama chakula mtungo. Uipatie kilipe muziki. Muziki kupatie kilipe chakula mtungo. Chakula ikale mzuri. Wewe wakati boss, kutimisha boss mwa sana sana kuuliza kila kitu. Asilimba upange chakula mtungu tena mzuri. Tuangalie kama tukirangia kupale tutakuwa na pesa kutamia kupale. Wanataka ndio tutingize matumbo tumbo pia. Very nice sir. Sasa kuenjoy hizo kuna kufanyana. Kama ungaliki nafasi uko na posh, unakaribia hapo unachukua. Kama ungaliki na posh uko nafasi ya kuweka. Pole pole. Unachukua wali kwa maharage pole pole. Rice and the beans. We must have them today. As we are enjoying. Saya kupiga dance hiyo. Hakuna kubaniana. Yes.
Babadi.